Bwana, sasa leo ndo nimekutana na lenyewe kwa Shehe Malizia Zanzibar. Leo nimekutana na lenyewe la original, si eno wa maboksi. Hii sasa ndo unaweza ukasema bei moja. Tupo kwa Shehe Malizia Zanzibar hapa. Kwa Shehe Malizia Zanzibar. Hizi hapa. Ziko mbili. Hizi hapa nyumba. Hizi hapa nyumba. Na wengine kama juzi mdogo wangu, siwezi kuongea chochote kwa sababu mdogo wangu ukaiposti. Leo niko kwa Shehe Malizia hizi hapa. Hizi hapa. Nalinga mimi, tunaingia huku natoka huku. Hizi hapa zenyewe, original zenyewe ndani ya Zanzibar kwa Shehe Malizia hizi hapa. Jamani, ujue mjini bwana, Mungu anaweza kukupa maneno, Mungu anaweza kukupa ufalme, Mungu anaweza kukupa nguvu na Mungu anaweza kukupa power. Hii inaitwa ni power. Hii si nguvu, hii ni power kwa Shehe Malizia. Shehe, njoo bwana, vitu vyetu vya halali vya dua, njoo shehe wangu. Njoo. Ngoja muone Shehe Malizia mwenyewe. Yaani duniani narudia tena, Mungu anaweza kukupa maneno, anaweza kukupa akili, anaweza kukupa maarifa, anaweza kukupa nguvu, kukupa power. Shehe, hongera sana, asante sana. Jamani. Zakala. Huyu ndio Shehe wetu Malizia. Huyu ndio ufalme wake jamani. Sema kama hapa naambiwaje mlango ufungi kwa nguvu. Kiubu sisi tunajifunga wenyewe. Nasikia kazi. Naona kazi. Yaani Shehe Malizia kanivumilia tu kwa sababu kaniita mtu wake. Mtu mwingine akimfokea, anaambia Doto Magari sema gari ya Isa tambua. Huu mlango ukifungua unaacha unajifunga wenyewe. Shehe una maneno. Wale, yaani duniani hapa ngasema Mungu ndo kila kitu. Alipangalo Mungu hawezi kulipangua. Kuna vijana wengine mitandaoni huko. Hapa leo nilikuja kuonyesha ufalme bwana Doto hizi hapa. Ziko mbili na zingine zipo. Shehe, Mungu akuweke sana. Asante sana. Naenda kupata wazungu wanakuambia dina sasa hivi. Twendele Samkoni kwa Shehe Malizia, tunavyoenda kuchafua meza huko. Jamani acheni nyie. Kuna watu wanaolala na kuna watu wanaokoloma. Au unaweza kuambia wewe umejenga au umechafua kiwanja. Huyu ndo kajenga. Nyie wengine mnachafua kiwanja, nyumba miezi 6 kama za Isa. Hiyo nyumba pagare hiyo. Isa, wewe unachafua viwanja. Twende kuona watu waliojenga huko. Jamani swimming pool. Njoo uone. Swimming pool iko ndani. Jamani. Uno ufalme wa Shehe Malizia. Hii ni swimming pool iko ndani. Jamani mnaona mambo hayo? Hii ndio maana Shehe Malizia. Sio unajifanya unaishi ufalme. Uno ufalme. Yaani hapa tuko nyumbani kwake Zanzibar. Hii ni sebleni, kuna swimming pool ya watoto ya watu wazima. Shehe, Mungu akuweke sana. Hakuna mtu tajiri yote bilionea aliyofanya ufalme huu kwenye maisha yake. Ni wewe ndio mtu wa kwanza. Nimetembea nchi zote. Wewe unaweka swimming pool kwenye mabaa, wewe unaweka swimming pool kwenye mashughuli huko, kwenye majumba yao kwa kuogelea. Lakini wewe umuonyesha matajiri. Swimming pool iko sebleni kwako ndani. Shehe Malizia wewe. Jamani, nakwambia kuna nguvu na power. Hii swimming pool ni power. Wewe unajiita tajiri wa Kambe Bichi. Wewe unajiita tajiri tuna kama Masaki. Sikutanieni, lakini nakuonyesheni maarifa. Unaona hii dunia hii. Sio unajiita tajiri swimming pool na kuogelea sikili. Una akili wewe. Eti ndio unajiita tajiri swimming pool iko nje. Ipo sebleni unapolala, ukiamka tunaiona. Shehe. Mjifunze kupitia ustadi wetu Malizia. Ndani ya Zanzibar hiyo. Tokea kwa Zanzibar ndio ni mwekeze, fursa zipo. Angalia. Zunguka Dar es Salaam mzima au kwa Dar es Salaam. Hakuna bilionea anafanya hivi ni Shehe Malizia. Wote mwingi, tunajita tajiri ni mkuu wa kiwadani kama tukudeni. Acheni mambo yenu na uongo. Hii ndio heshima ya pesa. Hii ndio heshima ya pesa. Maji yanarukaruka namna hii. Mshazoea maji kuona yanarukaruka hivi na hoteli makubwa ukienda una akili. Weka nyumbani kwako. Hata ukinisema mimi sina kitu ndio maisha yangu, nimekutana na ufalme wenyewe. Mshazoea mkiangalia hivi na kutana tuko Dubai, hii tuko Tanzania kwa mama Kizimkazi. Kwa Dr. Hussein Mwinyi ndani ya Zanzibar, ufalme huu upo kwenye majumba ya watu. Acheni bwana wa Dar es Salaam. Mitano tena. Dr. Hussein Mwinyi mitano tena. Mama Samia mitano tena. Hakuna kama mama. Mnabisha, angalieni ufalme. Huyu ndio Dr. Malizia, tuko sebleni jamani. Kweli naamini kuna heka na vishindo. Hivi vishindo si heka. Jamani, kumbe tunazunguka huko kuna majumba swimming pool ziko sebleni. Nyie watu wa kufudeke mnajifanya wasomi. Wewe nimekaa India, nimekaa Marekani, wako kuna nini uwali? Zija kuweka mabanda ya kuku tu mwanga. Kwenda wasomi hai. Shehe Malizia, twende bwana kwa nipo ufalme. Shehe, usifanye mchezo. Usifanye mchezo ndani ya nyumba swimming pool iko sebleni. Jamani, sebule la Shehe Malizia ziko mbili. Kuna hii sebule ya kula, kuna ile sebule ya swimming pool. Haya, sasa wewe unajiita tajiri kwako umeweka. Acheni maneno. Ukipata kidogo kila mtu ajue.
Nakaa kwenye kiti hapa nasubiri dina sasa hizi. Wewe ukipata kidogo hela zako za kona kila mtu anajua. Na uache mambo yako kujiona tajiri, ukirudi unafunga vyoo juu. Wenzio wote wako huko vyoo wazi hawana tinte. Wewe ukitaka kurudi nyumbani mpaka uweke walinzi. Kaja nani? Kakae pale nje panda, acha maisha ujanja ujanja. Kuwa live tu. Mjambo mwacha. Simtajie mtu huyo bwana na lolote bwana. Mbona utakunikatisha spidi ya kuongea bwana? Unamtajia mtu huyo gorofa la kupewa. Gorofa la maboksi. Mtu halali. Una gorofa unarudi kwako asubuhi. Kwa hiyo unalipia kidogo kidogo. Niache bwana, niko na shehe wangu malizia. Bwana shehe, unajua katika mambo yote umenipa pesa lakini kuna vitu umenichanganya unajua. Sema mpuli iko nyumbani. Sebeni. Stara. Mashehe sisi watoto wake wako gendani. Unasikia gazi hiyo? Ufalme huo, mashehe stara wake wako gendani. Haya wewe kwako umeka nini? Unatamba huko mabao kikambe chini. Mimi na hela tajiri. Wewe tajiri ulikutana nazo tu. Na kwa nini wewe kusema tajiri? Ndio maana nasema wewe ulikutana nazo. Tajiri asemaje? Sisi ndio tunaosema watu wa pembeni. Ndio kazi zetu kujua kweli unacho. Hawa ndio wanacho. Zile gari mbili tu bi. Zile gari mbili tu pale zile Benz. Tukuonyeshe na vingine. Acha uswahili wenu. Usiwatishe watu sana Dar es Salaam huko. Joeni huko kwenye ufalme Zanzibar. Kwa Dr. Hussein Mwinyi uone balaa. Watu walipowekeza. Kika Dar es Salaam mnatishatisha kwenye foleni huko. Na mavieti yenu ya kubandika namba. Cheni uongo. Wasomi mnaniuzi nyinyi. Leo naona nitakutieni adabu leo. Leo kwa shemalizia nilivyoviona Zanzibar huko nitakutieni adabu wasomi. Naona midomo wote mtakaa kimya sasa. Haya igeni sasa. Anza kujenga vile sebleni weke swimming pool kama hujazimia. Unamaliza kozi ya pitu hapo hapo unakufa dripu za maji. Wewe unajua gharama yake bana. Haya sasa igeni kama kwa shemalizia Zanzibar alivyofanya. Nyumba yako weka swimming pool sebleni. Ile unamwita fundi tu kwanza kushima chimbo mlio unadumbukia unakufa hapo hapo. Una uwezo na una hela hiyo. Kijenga kibanda chako nyumba za kusimama miezi 6 kama Isa Tabweti tajiri. Wewe tajiri mwekezaji mfanya biashara. Hivi nyumba inajengwa miezi 6. Ganga Mungu miti shamba imani. Kitajika utaitwa hakuna sofa. Unaambiwa wakati haujafika usio na haraka. Subira tu. Shemalizia ananiambia historia yake. Ana miaka 6 anajua kusoma Qur'ani. Hajafundishwa na mtu yoyote wala kusoma chuo chochote. Ni baraka za Mwenyezi Mungu. Sasa fikiria ana miaka 6 anaijua ibada. Sasa atakosa kuwa na ufalme huu. Hayo yote mambo ya Mungu hayo, ufalme huu. Mwenyezi Mungu mwenyewe alishasema shemalizia aende ulimwenguni kwenda kuwasaidia watu dua na kupata baraka, lakini aishi kifalme. Kuna wengine wanatoa dua hivyo wanateseka, lakini Mungu amemwambia wape watu dua wafanikiwe, lakini wewe utaishi kifalme. Na mlango wa Zanzibar dogo ukiona nje fungua mlango shehe. Shehe anazidi kuonesha vitu mpaka anachoka. Mlango ni Zanzibar dogo. Zanzibar dogo. Hebu tukae hapa nje. Piteni watu wenyewe kwanza. Ili Isa apate kuona Zanzibar dogo yenyewe ilipochongwa kwa mkono. Kwa mkono. Yani mtu anachonga mlango kwa mkono. Ili balaa shemalizia hii. Unaona mlango? Hii yote imechorwa kwa mkono. Hii yote imechorwa kwa mkono. Akachukua kitu anachonga, alafu aliochonga mtu mzima sana Zanzibar. Mtu mzima Zanzibar. Sio mashine wala ni mkono. Yote mkono ustazi. Yote kwa mkono. Tu. Ndio mlango wa Zanzibar dogo. Ukiangalia wili liko sawa sawa. Utafikiri kwamba labda yule mtu ana mashine kumbe mkono. Ujuzi wa watu wana ujuzi bwana. Watu wa Zanzibar. Kuna watu wa Zanzibar hatari hao. Wazee. Wazee waliobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Jamani, huu mlango unaitwa Zanzibar dogo. Zunguka dunia nzima kwenye ufalme wenu Mikocheni, Mbezi Chini, Masaki, hakuna bilionea anaweza kufanya vitu kama hivi. Kwanza gharama yake. Gharama yake wa mlango narudia tena. Ndio banda lako la chini uko sawa sawa. Kwa sababu mtu kachonga kwa akili yake, kachonga kwa mkono. Hivi fikiria, uchongaji wa mkono alikaa miaka mingapi? Au alikaa wiki ngapi au miezi mingapi? Si hali iswatishi milioni 20. Milioni 20. Naona ustazi anaongea ukweli. Lakini wewe mtu Fudenke Mbezi Chini, dola 30,000. Dola 40,000 tena huko tuangalie na bichwa lako halina chogo unageuka huko. Dola 30,000 hiyo. Alochonga hivi nimemtoa India, nimemtoa Japani. Acheni maisha ya kufeki. Ustazi hapa. Hajamtisha mtu ufalme wala nini. Milioni 20 ambao mtu yote hata aliye chini anaweza. Hongera sana ustazi. Hongera sana. Asante sana. Lakini wewe mtu Fudenke na madhahabu yako feki au ungetuongopea. Na wewe sizioni bizari leo ziko wapi? Kidini nimeambiwa nivue. Sasa hivi sitakiwi. Au umefanya vizuri. Sasa hivi sitakiwi. Hata wewe mwenyewe usingenipenda. Nimefurahi sana kwa kufanya hivyo. Wengi nilikuwa nikipiga picha shemalizia na ule msalaba wanachukia wanaonipenda. Wana comment wanaambia Doto, tunakupenda wewe Muislamu. Usivae hiyo kitu kabisa.
Hata Wakristo hawataki kuvaa msalaba kwa sababu ule msalaba kwa imani ya Kikristo ndio Yesu alisulubiwa pale. Sasa wewe kitu kilichomuua Yesu unakivaa tena unafanya kipenzi. Basi yani watu tu wanapindisha sana hii dini. Lakini wa kweli nyewe mmeonekana. Huu ni ukweli. Sasa huyo mtu Fudenge ndio nani? Anajijua mwenyewe. Mlango Superdoo ufalme huu wa Zanzibar. Mtu kachonga kwa mkono narudia tena jamani. Na shemalizia peke yake ndo kaweka. Haya wewe unaweza weka mlango wako wa Mbezi chini, nyumba familia mko watu 6 matumbo 7. Utaweza kuweka mlango huu? Nyumba ina matumbo 7 utaweka mlango wa namna hii? Acheni uongo wa maisha. Mkiwa kwenye foleni mnavimba. Na mashavu yenu haya kufanya bausa mnakula askilimu basi mnakuongopesha. Na wewe humo wewe tuheshimiane bwana. Shemalizia. Leo unanipa. Twende nizungushe kwenye ufalme wako. Leo umeamua kunipenda kunizungusha. Hapa na sehemu kubwa sana. Makazi ya pili ndio kuna sehemu nzuri. Makazi ya pili. Jamani, huu ndio ufalme wa Shemalizia. Hii lonji. Hapa hutakiwa nyumbani huko. Wao wanaishi. Jamani, uje tangu nilipokuja zile gari ziko silencer. Yaani kwa heshima yangu Shemalizia akaniambia Doto, hizi gari kabla hujafika nimeambiwa unatoka kule na boti zimewashwa. Kwanza hata usikii mlio. Na ndio hii nyumba ya kifalme zinatakiwa gari kama hizi. Na unaweza ukaweka gari mpaka ukuta wa rangi inapasuka kwa kelele usozi. Hebu sikilizeni jamani. Unaweza hata pale ukaenda ukalala chini pale. Usikii mlio. Na ndio nyumba hizi za kifalme zina. Kwanza angalia shedi. Nange shedi ya mtu Fudenge chumbani kwake, lakini hii ni kwa magari kwa Shemalizia. Na hapa bado zingine hazipo. Bado ya mama, bado ya shemeji, bado ya nani. Acheni bwana, ukisikia shemeji unaomba Mungu naye ungekuwa shemeji. Shemalizia ndipo ufalme. Hapa lonji yetu. Hii lonji. Wageni wote wale wanafikia hapa hawana haja kwenda. Kwema kamanda? Salama bwana. Asante. Hao ndio makamanda wetu wa jeshi. Sawa. Jeshi la kujenga uchumi Zanzibar. Sawa. Bwana kwema kamanda. Mambo vipi? Heri. EJP. Hapa ni lounge tu ya kawaida ambao wenyewe wanapumzika kama kamanda nani. Wanaangalia hapo Simba na Yanga. Kwa sababu hapa makamanda wangu wengine Yanga wengine wengine Simba. Jamani, hii lounge ya kwa Shemalizia hii kwa wale wageni ambao tunaona joka huko tukusubiri. Maana kuna wengine wanafutaga maokoto. Kuna wengine kwa Shemalizia hatuwasemi vibaya, wote tumefuata maokoto. Ndio sehemu yetu ya kukutana. Si unajua huwezi kwenda kule maana utachanganyikiwa sana vitu vingi vya kifalme. tuweze tu bwana. Shukrani sana.